Kisumba Things, zenye miu yako ya filamu, zenye kuvutia, zenye kuhamasisha na burudani ya hali. Sio kosa langu, tatizo upendo wangu, tamaa ya rafiki yangu ndio chanzo cha umauti wangu. Sio kosa langu, sio kosa langu. Maengo Shiao na nilikuwa nimefuata kale ka Amani. Yaani wewe kaila kadogo tu kuna kasumbua, afu leo siku ya ngapi leo ulionekana kazini? Nilikuwa na dharura mzee wangu, ndio maana siweza kufika kwa wakati. Dharura ya nini? Ni majukumu tu hapa na pale mzee wangu. Kijana, una elimu yako, umesoma, unahangaika na shilingi 2,000 3,000. Katafute kazi ufanye. Lakini mzee wangu ndio hiyo ambayo nimefanya, na baada ya kufanya hiyo shilingi 5,000 nipe tu, kwa sababu ni jasho langu. Hata kama siwezi siku 3 kazini hapa, basi nipate hata nipe hiyo yangu basi. Nisikilize kijana, sina hela na sikupi. Katafute kazi, nenda mjini huko, unalalia na vyeti ndani. Wazazi wako wamekusomesha, faida yao nini? Sawa, najua zangu amenisomesha kwa gharama kubwa sana, lakini ajira hazipatikani, ndio maana nimeamua kujiajiri mwenyewe kuja kufanya kazi kwenu. Hebu naomba nisaidie mzee wangu, hata basi shilingi 1,000 akinipata huko ninapoenda, huwezi kujua nitapata nini, ili pata hata kilinda mfuko mzee wangu. Sina chochote, sina chochote. Nimesema hivi, kuanzia sasa hivi sina hela ya kukupa hata shilingi 100, na pia vile vile hapa swala la kazi wewe halipo, na naomba urudi nyuma hatua 5 kutoka hapo ulipo. Usifanye hivyo mzee wangu. Nimesemaje? Toka. Kila jasho langu la halali napambana kuhakikisha kwamba nipate kutumia riziki yangu. Na jasho langu ili kwamba nisije katika makundi mabaya. Wewe kama mama kunizulumu pesa yangu, mimi nashukuru. Nimesemaje? Sitaki kukuona kwenye ofisi yangu. Iliyo jasho la halali, lisiwe la halali, uingie kwenye makundi mabaya, yawe mazuri, utajua mwenyewe. Nakumbuka na hili neno nakwambia, neno mzee wangu, wazazi wako mwachoko kwenu kijijini. Na nikikuona tena hapa unanitafuta lalone. Sio kosa langu, tatizo upendo wangu, tamaa ya rafiki yangu ndio chanzo cha umauti wangu. Sio kosa. Dada samani, bila shaka hii itakuwa ni fedha yako. Asante,
Sio kosa langu, tatizo upendo wangu, tamaa ya rafiki yangu ndio chanzo cha mauti wangu. Sio kosa langu. Dada, ndo nimekuja ili twende kule ambako ulikuweza kuniambia twende. Ile kabisa sasa hivi. Hivi jamani, mbona mnapeleka kwa watu ubaya na lawama? Sasa hivi ofisi ya nani? Hata niko mimi kwenye ofisi singeweza kupokea. Na hata kama ndo tungesema ndo umewahi tunaenda. Zile hivi unaenda kwenye ofisi ya nani? Labda dangu, naomba unisamee. Kitu ambacho kilitokea ni kwamba ninakuja, ilibidi kidogo nikapitie pesa yangu kule. Sasa ndio maana nilikuwa nimechelewa. Kwa hiyo pesa yako ina thamani kuliko kazi unataka kufanya nini? Kwanza nikuulize pesa shilingi ngapi? Ilikuwa ni shilingi 5,000, lakini yule jamaa akasema kwamba atanilipa shilingi 2,000. Lakini pia hata shilingi 2,000 pia hajanipa. Kwa hiyo bwana, una chochote una lolote? Hela hujapata, na sasa hivi mimi binafsi sisi kwa ofisi ya mtu. Kwa sababu ndio lakini mimi na wewe. Alafu kingine kaka yangu. Hivyo, ofisi ya nani unaenda hivi? Nani anakupokea? Fanya uende. Nitakusaidia sina. Dadangu, mimi labda nikutoe tu wasiwasi. Mimi naweza kufanya kazi. Na ni kwa sababu tu kwamba ni muda mrefu pia sijapata ajira. Ndio maana kidogo hata nguo kidogo zimepauka pauka, lakini solution sio kufanya kazi wala nini. Kwani elimu unayo na mimi najua swala. Kama mzangu una elimu. Lakini elimu unayo akili una. Unaelewa swala? Sasa hivi saa ngapi ofisi ya nani unaingia sasa hivi? Ndio sasa tutaenda labda bosi atatunia huruma. Ndivyo ulivyo. Wala wewe. Sasa msaada naye mwingine wote. Dadangu, nashukuru. Nashukuru sana. Kama ujielewi. Sio kosa langu, tatizo upendo wangu, tamaa ya rafiki yangu ndio chanzo cha mauti wangu. Sio safi mzima naambia. Karibu sikae tu yangu. Witi, hivi yule kaka alikuwa anaongea naye pale ni nani? Karibu tukae. Programu yani pale hata sitoka. Unaweza kunisaidia namba yake? Msichana. Wewe namba umjui? Namba yake ya nini? Unahangaika wewe dada wewe. Nisaidie tu namba yake tafadhali, na shida nayo. Maana kashanivuga na kunivuga. Yaani nikupe nayo uende. Choka mimi jamani. Basi nikuache. Mimi naenda siku nyingine. Haya, safari njema mshigangu. Maana si baadaye nakuja huko. Haya poa. Haya. Tatizo upendo wangu, kazi zinazifanya. Tamaa ya rafiki yangu ndio chanzo cha mauti wangu. Sio kosa langu,
chanzo. Usafi ni afya, usafi ni furaha. Kisumba tunafika, tunafuta kila doa. Nyumba na ofisi, shule na hospitali, tunafanya safi kwa ubora wa hali ya juu. Bustani zenye mvuto